Shahidi nitatoa na ukweli mtupu. Mungu msaidie. Na pia Alfred. Yes. Naomba upewe statement yako. Ukiangalia katika taarifa yako, ukiangalia paragraph ya kwanza, pale imeandikwa statutory declaration, unaona? Pale imeandikwa statutory declaration, unaona? Unaona? Nataka usome sentence ya pili. I'm over 18 years age. Hiyo next inasema nini? Sentence ya pili. I make this statement in English language which I understand. Very well. Kwa hivyo utaelewa Kiingereza pia, sio? Which you understand very well. Na ulikuwa ni tarehe 15. Ilikuwa kama saa ngapi? Saa 6 mchana. Saa 6 mchana. Umesema nyumbani kwenu ni wapi? Igari. Yes. Exactly, wapi Igari? Igari Usinga. Usinga. Aha. Hiyo ndio location yenu, sio? Oh, na Jared Wenga alikuwa ni jirani yako, rafiki yako? Jared mlikuwa mnajuana naye kwa muda mrefu sana, sio? Ni jirani wapi? Nyumbani. Same place, eh? Mstari soma katika taarifa yake imeandikwa nini? Kisii County. Sub-county Nyamache sub-county. Nyamache, sio? Yes. Division Igari. Location Usinga, sio? Yes. Sub location ni gani? Sub location Nyamebondo 1. Anatoka county Kisii. Sub county yake ni Itumbe. Yako ni Nyamache, sio? Ni jirani yako, sio? Division ni gani kwa yako? Division ni Igari. Kwake ni division ni Sameta. Umesikia? Yet is your neighbor. Twende hiyo ya location. Location inasema yako Usinga location. Yake inasema Igare. Sub location yake ni Igare. Yako ni gani? Nyamebondo 1. Thank you very much. To may establish that is not your neighbor. Now let us go to the next stage. Tarehe 15 ulikuwa kwa stage, umesema ulikuwa umepaka kwa supermarket, sio? Hapo mbele ulikuwa ukiongojea customer, sio? Ndio your neighbor. Ukiangalia imesema at around 12 hours there was a neighbor by the name Jared Maranga Oega who works at Kisii Hotel stage, sio? Utajibu at Kisii Hotel stage, sio? Ndio. Ulisema kwa wiki mbili huko umekuja kazini, sio? Ndio. Lakini huyo jirani yako ambaye mnaishi neighbors, yeye anakuuliza umepotelea wapi na ninyi neighbors, lakini ajui umeenda wewe ni mgonjwa kwa kwake. Wakati huo ukaweza kuona watu wamekuja wengi, wamebeba jembe handle, sio? Ndio. Na hao watu wakaenda kwa direct kwa Jared, wakaangalia reflector, wakamwacha. According to your statement, they left him, sio? Hakuna popote walimgonga na kitu chochote ama wakamsukuma, sio? Uliambia koti walimgonga na nini? Uliambia koti walimgonga na nini? Vizuri.
walikuja wakaingia kwa stage yetu. Mimi nakuuliza, tushapita stage yenu. Sasa pale washaangalia reflector. Sikiza swali. Ulisema walipoangalia jacket yake waliweza kumgonga akatoroka, sio? Wakapata hajafaa, wakamsukuma akaenda ndani. Hapo umesema they left him. Hakuna popote amesukumwa akaingia ndani, sio? Katika taarifa yako, sio? Ndio maana nilikuuliza English very well. Hebu angalia. They left him. Unaona popote walisukuma kwenda ndani ya supermarket? Katika taarifa yako? Hii taarifa imeandikwa kwa mimi ndio iko kizungu ile you understand very well, no kasign. Tafadhali hebu angalia. Kuna popote umeandika kuwa alisukuma kwenda ndani ya supermarket? Hapa nimeandika kuna popote ambapo umeandika alisukumwa kwenda ndani ya supermarket? Kuna popote? Kwa sababu nimeandika lakini hakuna lakini hapa leo. Walipoangalia reflector wakaona amevaa reflector ambayo ilikuwa imeandikwa Arati. Si umesema hivyo? Yes. Kisha wakaja kwako wakakupata umevaa reflector ambayo imeandikwa Arati, sio? Ama ulikuwa umevaa gani? Ansa vizuri. Wakija kwako sasa wewe ili wakupige ulikuwa umevaa reflector. Yeah. Ilikuwa imeandikwa Arati. Sasa unajua tunataka tuhakikishe kila kitu tunathibitisha stage by stage. Hiyo reflector ambayo ulikuwa umevaa uko nayo? Walirarua haiko. Hata kama ilipasuliwa uko nayo? Singeweza kuibeba. Boss, si ati ungeweza kuibeba. Swali yangu ni rahisi. Uko nayo? Iliraruliwa ikaisha. Hizo vipande uliweza kubeba ukaleta? Nimeumia mimi dada. Boss, Singebeba hizo vipande. Mimi nakuuliza kama ulibeba ama ukubeba? Singebeba. Si ati ungeweza. Ulibeba ama ukubeba? Sikubeba. Haukubeba. Leo tunataka kujua kwa ulikuwa na jacket reflector siku hiyo ya Simba Arati. Thibitisho nayo yote? Kwa simu nimethibitisha. Picha. Unajua picha? Achana na story ya picha. Sisi leo tuko hapa. Leo sijajifaa kama nimeenda kuendesha. Hapana, unajua kubeba hata saizi hiyo jacket ukitoa saizi unaweza beba kwa mkono. Hauna chochote yeye kuonyesha ulikuwa na jacket ya Simba Arati. Hiyo reflector ndio koti juu ulikuwa nayo. Beba. Hiyo ndio swali ya kwanza. Ulibeba? Sikubeba. Hata kama ilipasuka, umeleta kuonyesha kuwa ulikuwa reflector yako ilipasuka? Reflector haipasuki, walirarua. Kuraruka na kupasuka ni kitambaa. Okay, hauna hiyo pia, sio? Yeah. Thank you very much. Alafu wakati huo ukasema you could identify two persons by the name Joshua Nyamoya, nickname yake ni DJ, sio? Yeah. Who had a rungu, who is one of the boda riders in our stage in Kisimat supermarket, sio? Yeah. Umeweza kumtaja ambaye ni mtu ulikuwa umemjua, alikuwa ni boda, sio? Yeah. Lakini huyu alikuwa anaitwa chairman. Yeah. Nataka uangalie next, umesema yeye alikuwa anafanya nini? Kwa hiyo statement yako pale nimeachia. Acha nikusomee. I can identify two persons by the name Joshua Nyamoya, nickname DJ, who had a rungu, who is one of the boda riders in our stage Kisimat supermarket, who assaulted me on my hands, wrists and legs. Fred Nunda. Yes. Umeweza kuandika kwa hili chama? Katika hiyo statement yako? Hapa bado. Hakuna. Uko na popote umeweza kutaja kuwa ulikuwa unamjua hapo awali ama mlikuwa mshakutana hapo awali? Kwa hiyo statement yako ndio tunafuatia. Ndio hii ndio umeleta kuandika, ndio iende kumshika ya kuonyesha makosa alifanya. Kuna chochote cha kuonyesha kuwa ulisema Fred Nunda ni mtu ambaye ulikuwa unajua apart from kuandika jina lake Fred Nunda? Namjua kwa picha na yuko kwa statement yako. Boss, tafadhali sikiza swali langu. Hatutacheza huo mchezo. Kuna popote umeweza kuandika ulikuwa unamjua hapo awali? Fred Nunda namjua. Kuna popote umeandika katika taarifa yako? Kwa taarifa hapa. Hakuna. Fred Nunda aliposhikwa, uliweza kwenda kwa kituo cha polisi kufanya ID parade? Ndio tujue ni huyu ndio uliweza kumwona siku hiyo. Ulienda kufanya ID parade? Nimemwona hapa mbele ya koti ndio huyo. Mimi nakuuliza, uliweza kwenda kwa kituo cha polisi kufanya ID parade? Singeweza kwa sababu nilikuwa hospitali.
hata baadaye. Unajua umeshikwa tarehe gani? Unakumbuka unaweza kuandika statement yako baadaye, baada ya siku 3. Uliweza kuenda nikarudi hospitali. Hata kama ulirudi hospitali nitakuja hapo. Hapo tutakuja. Kuna parade yote ulifanya hata baadaye. Kwa hiyo Fred Nunda kwa police station. Singeweza. Haukwenda. Sasa ulikuwa hospitali sasa. Mara ya kwanza ilikuwa kwa chemist, wakakuwekea dawa, wakakutibu, sio? Tafadhali tuonyeshe tu ulienda kwa chemist, hata jina hiyo chemist. Edu chemist. Nionyeshe. Kuna ndio hizo. Sasa tuonyeshe hizo. Hapa siku sio? Basi hata ulienda baadaye ukanunua dawa. Hata ile dawa ulikuwa unawekewa bado ulikuwa unawekewa, si haiko ya free, sio? Sasa nipe za ugeni. Leo umekuja kesi. Ngoja boss, sikiza. Na nimekwambia nitakuuliza mara 10 na utajibu. Na ninakuuliza hivi. Ogembo karatasi ulipewa, sio? Ulipewa, sio? Haya. Ulikuwa unakuja koti leo kueleza koti vile ulifanyiwa siku hiyo, sio? Umekuja kueleza koti vile ulifanyiwa siku hiyo. Kitu kikiweza kudhibitisha kuwa ulifanyiwa kitu chochote ni hayo makaratasi. Lakini hauna leo, sio? Hata hauna leo. Alama ni ndogo. Wachana na alama. Hiyo alama ya makaratasi ingetuonyesha hauna leo. Thank you very much. Ziko. Stop. Toa ndio hizo nakuuliza picha kwa simu. Wachana na maswali mengine ya simu ulizipiga picha. Uko nazo hapa? Hauna. Ziko kwa simu. Thank you very much. Uliweza kwenda ukaripoti kuwa kumepigwa na watu kama wale ambao walikuwa wako na Fred Nunda including DJ, sio? OB. Uko nayo? Mkubwa mimi singeenda kuripoti na si kwenda kuripoti popote. Sasa mimi nakuuliza swali, sijui umekosewa. Sikuripoti. Sikiza. Ulikosewa? Nataka kuuliza hivi. Ili tuhakikishe ulipigwa na ulienda haya mambo iliweza kuyanakili mahali popote, pengine uliweza enda ukapiga ripoti. Sikupiga ripoti kwa sababu namfahamu. Usijali, sina shida na usijali maneno ya ripoti. Mimi ya kumfahamu. Leo umekuja kutoa ushahidi juu yake na mimi nakuuliza swali. Uliweza kwenda kwa kituo chochote? Nilienda nikaandikisha statement bali uliweza kwenda kuriport chochote ulifanyiwa wewe? Nilienda nikaandikisha statement. Mimi nakuuliza statement ndio hii ni baadaye. Wewe mwenyewe kusema kuwa mimi nimepigwa na mtu ambaye amenipiga ni Fred na watu fulani. Alafu uandikiwe OB namba kama complainant upewe P3. Uliweza kufanya hivyo? Si kwenda ni. Ukwenda. Thank you very much. Wewe mwenyewe ukasema ukafaint, sio? Haya, nataka usome paragraph ya. Ulisema ulienda, hebu sikiza. Hebu niangalie kidogo. Ulienda ukaripoti katika kituo gani? Ulipoenda kuandika statement ulienda kwa kituo gani? Nyanjo. Ulipoitwa, uliitwa kituo gani? Niliitwa niende Nyanjo DCI. Nataka usome paragraph yako ya mwisho kwa Kiingereza, usome vile loudly so that it's clear. I was informed by the chairman of my PCMAT stage, whom I don't know by name. I was new at the stage to go to DCI Kitutu Central to record my statement of what I saw during the time of incidents. Which place will you go in? DCI Kitutu Central in Nyanza. Ukaenda huko. Hapo ndo kanika statement. Siku ngapi baadaye? Hizi point up. Hapana. Statement kitendo kilifanyika siku gani? Monday, tarehe 15 mwezi wa 5 2023. Hebu angalia statement yako imeandikwa tarehe gani? Statement 18 siku ngapi hizo? 2023. Siku ngapi hizo? Siku ya 3. Hizi vitu kama unakuja kutusema ukweli, hivi ndio vitu hata unaona umekubali. Sawa. Now, chairman wako kwa stage. Ukitaka kufanya kazi kwa stage kuna chairman wako, sio? Ndio. Yeye ndio anakubali unaingia huko, sio?
Nataka uangalie katika stage yako kwa hiyo statement yako kama ulikuwa umeweza kumtaja kwa majina yake. Nimeandika vizuri, ni chairman wangu wa stage Kismat. Nimekuuliza uangalie statement yako uone popote umeweza kumtaja kama umemtaja kwa majina yake. Nimemtaja kwa title yake lakini majina yake, please not play these games with me. Yeah, nimemtaja kwa title, sijamtaja kwa jina lake. Sababu simtani. Akakupigia simu sio? Ndio. Akikupigia simu ni mtu ambaye hata hauna jina lake. Fortunately, twende tuturuke mbele. Fortunately, the next line. Fortunately, there was a bodaboda rider who was coming from Daraja. Sindio? Yeah? Na kuangalia huko. Fortunately, there was a bodaboda rider who was coming from Daraja towards town, sio? Umeona hapo sio? Yes. Now, nionyeshe pale Fred amesema what was it? Hapo, usiende story nyingine. Directed. Directed a boss. Yes. Directed them to beat me. Tumemaliza. Yeah. Fortunately, there was another bodaboda riding coming from Daraja towards Kisii town. Si ndio? Yes. Fred Nunda ukasema kwa Kikisii akisema bwato hiyo. Na umesema uliandika kwa Kizungu. Yeah. Please show me that. Please get hold of it. Yeah. Commanded. Wacha commanded. Commanded ya kupiga. Fred commanded. Boss. Mungu unajua mpaka niwache niwahi niwaje tena. Fred Nunda directed Joshua to beat me and commanded his other gangs to force me. Commanded to do what? To force me. To do what? To board there? To board there? Thank you very much. Ikiwa kuna mahali nyingine ulisema ati Fred Nunda amewasema wapande washike huyo mwingine, nionyeshe. Ndio hiyo. Ni Nyanchwa Police Station ya tarehe 15 2023, same day, sio? So I think 27th May